jina la Yesu. Karibu sana mpendwa mtazamaji, popote unapotazama ukiwa. Nachukua nafasi hii kukaribisha katika ibada hiyo ya kuweza kukiri neno la Mungu katika jina la Yesu. Nachukua nafasi hiyo kukupatia mwaliko katika ibada hii yetu katika jina la Yesu, kaweze andamana pamoja nasi kwa ajili ya kubarikiwa kwako katika jina la Yesu Kristo. Nataka tukaweze ingia katika nafasi ya kukiri neno la Mungu katika jina la Yesu Kristo, alafu tukaweze endelea na inakuwa sawa katika jina la Yesu. Nataka tukaweze omba na Luka 22:1 katika jina la Yesu. Luke chapter 22 verse 1 tumeanza declaration, alafu inakuwa ya baraka katika jina la Yesu. Luke chapter 22 verse 1. Maandiko inasema, now the feast of the unleavened bread drew nigh, which is called the Passover. And the chief priests and the scribes sought how they might kill Jesus, for they feared the people. Then entered Satan into Judas, son named Iscariot, being of the number of the 12. And he went his way, and he communed with the chief priests and the captains how he might betray him unto them. Yani ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu iitwayo Pasaka, na wakuu makuhani na waandishi walikuwa wakitafuta njia, walikuwa wakitafuta mbinu, walikuwa wakitafuta namna ya kumua Yesu. Na maandiko sema kila walipomjia walimkuta yuko katika mkutano na wakaogopa katika jina la Yesu. Hatujaambiwa ni muda gani walitumia kuweza kuyafanya haya, lakini tunaambiwa walikuwa wakitafuta njia. Inamaanisha ilikuwa ni kitu ambao walikuwa wakifanya. Wakasikia Yesu ameenda Judea, wakamfuata kule Judea, si kwa kusikiza Injili bali ni kwa kutafuta namna ya kumua. Wakasikia Yesu ameingia Yerusalemu, wakamfuata kule. Wakasikia Yesu ameenda Samaria, wakamfuata kule. Walikuwa wakiandamana pamoja naye, si kwa kusikiza kile Yesu anafunza, bali ni kwa kumpangia mabaya katika jina la Yesu. Na mimi najua hata mwaka huu kuna wale wamefuatana na wewe kwa karibu sana, si kwa sababu ni mashabiki wako, bali ni kwa sababu kuna njia, kuna mbinu, kuna mawazo kunayo, kuna mbinu wanatafuta ili waweze implement their evil desires katika jina la Yesu. Kwa dakika hiyo nataka tukaweze simama kwa miguu yetu, tupate kusimama ili tukaweze omba na ombi hili. Utangaze yote yameandamana pamoja nasi tangia mwaka ulipoanza mpaka sasa, akiwa na mawazo iliyo kinyume katika jina la Yesu, na tukaweze omba na tutangaze ya kwamba haitatimia katika jina la Yesu Kristo. Nyosha mkono wako wa kuume, rudia nyuma yangu, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, asubuhi ya leo moyoni mwangu nimeliamini neno lako, na kwa kinywa changu ninasimama kutangaza, ninasimama kukiri. Imeandikwa kwamba wakuu makuhani na waandishi walikuwa kitafuta njia na mbinu za kumua Yesu, na kila walipomjia walimkuta mkutanoni. Natangaza kama vile imekaribia sikukuu za Krismasi, natangaza mwanadamu yeyote ambaye ameandamana pamoja nami mwaka ulipoanza mpaka sasa akitafuta njia na mbinu ya kunitenda kwa akili, natangaza kwa jina la Yesu mbinu hizo ambazo unazitafuta kinyume nami, natangaza zisipatikane katika jina la Yesu Kristo. Nikupatie dakika moja, fungua kinywa chako unapotangaza. Mwanadamu awaye yeyote ambaye ameandamana pamoja nami tangia mwaka ulipoanza, maandiko inasema ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, and the chief priest and the scribes, Bible inasema that they sought how they might kill Jesus, for they fear the people. Natangaza hofu ya Mungu iwe juu yao, hofu iwaingie unapotafuta njia kunitenda kwa akili, unapotafuta mbinu za kuniondoa. Natangaza hofu na iwaingie
katika jina la Yesu, wakose njia kuimplement their evil desires katika jina la Yesu. Ninatangaza wakose mbinu ya kutimiza matakwa yao, ya kutimiza makusudi yao. Natangaza wakose njia za kutimiza vile wamekusudia katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ninakutukuza. Asante kwa kuandama pamoja nami na kuniokoa na mitego ya uwindaji katika jina la Yesu Kristo. Waliinuka wakapanga maovu kinyume nami, waliinuka wakawa na makusudi mabaya, lakini umenikomboa, hawajatimiza katika jina la Yesu. Pokea sifa asubuhi leo katika jina la Yesu Kristo. Nataka dakika moja ufungue kinywa chako, mwambie Bwana asante, maana umenilinda na makusudio yao, umenihifadhi katika jina la Yesu. Bible inasema ya kwamba lakini waliwaogopa watu. Nataka ufungue kinywa chako, mwambie Bwana asante kwa hofu ambao umewapa maadui, hawajaweza kuyatimiza malengo yao katika jina la Yesu. Ninakutangaza Bwana Yesu, ninakutukuza asubuhi leo, ninakutukuza asubuhi leo, ninakutukuza asubuhi leo, ninakutukuza mfariji. Ninakutangaza Bwana Yesu, wiki nzima umenilinda, mwaka mzima mwenye hifadhi Baba. Tazama jinsi Mfalme umeniepusha na matakwa yao, umeniepusha na malengo yao, umeniepusha na mbinu zao, umeniepusha na mawazo yao, umeniepusha Baba, umeniepusha Mfalme na every evil expectations and every evil conceptions kinyume nami. Asante maana umeniepusha nayo Baba, umenihifadhi na kunilinda. Ni nani aliye kama wewe? Imeandikwa, nilindaye halali wala asinzii. Asubuhi leo nakutangaza Bwana, radabazekatalababoria ribrazeria balazaya, katika jina la Yesu ninakutukuza Bwana Yesu. Nakatalabaria reshetele babuzaya ribakuria. Fungua kinywa chako na kumwambia Bwana ninakutukuza, maana umenihifadhi, umenilinda Baba, umenilinda Baba. Imeandikwa, I will lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord who made the heavens and the earth. He will not suffer my feet to be moved. He who keep me and never slumber. Behold the keeper of Israel, and neither sleep nor slumber. And the Lord is thy keeper, and the Lord is thy shade upon thy right hand. And the sun shall not smite me by day, and nor the moon by night. And the Lord shall preserve thee from every evil. He shall preserve thy soul, and the Lord shall preserve thy going out and thy coming in, from henceforth even forevermore. Natangaza katika jina la Yesu, aliye mlinzi wa Israeli, halali wala asinzii. Na asubuhi leo Bwana Yesu, ninakutukuza maana usinzii, ninakutukuza maana ulale. Umenihifadhi na mabaya yote, umenilinda Baba, umenilinda asubuhi leo katika jina la Yesu. Ninakutukuza Bwana Yesu na ninakutangaza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakiri na kuamini, sema amina. Bible inasema mstari wa 3, then entered Satan unto Judas Iscariot, being of the number of the 12, and he went his way and communed with the chief priests and the captains, how he might betray him unto them. Kwa lugha ya Swahili maandiko sema ikakaribia sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, na wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa kitafuta njia. So wakuu wa makuhani na waandishi walikuwa kitafuta njia, walikuwa kitafuta mbinu, walikuwa kitafuta namna ya kumuua Yesu. Lakini mstari wa 3 maandiko sema, ndipo shetani kamwingia Yuda aitwa Iskariote, naye ni mmoja wapo wale tenashara. Na maandiko sema, naye akaenda kasemezana na wakuu wa makuhani na waandishi jinsi atakavyo mtia Yesu mikononi mwao.
nao wakakubaliana wapate kumpa fedha. Na maandiko yasema ndipo Yuda Iskariote naye akawa akitafuta nafasi. Ilikuwa rahisi sana kwa Yuda kutafuta nafasi, maana alikuwa pamoja na Yesu. Lakini ilikuwa vigumu sana kwa wakuu wa makuhani na waandishi, kwa maana hao hawakuwa na Yesu, waliogopa kumfikia. Lakini Yuda hakuogopa kumfikia Yesu. Yeye alikuwa akitafuta nafasi ya kukabidhi Yesu kwa mikono ya wale ambao kuna mbinu ya kumwangamiza. Wale wenye kuna mbinu wanatafuta namna ya kumuua, lakini Yuda Iskariote anafanya kazi iwe rahisi ili Yesu aweze kumkabidhi Yesu mikononi mwa wale ambao wanataka kumwangamiza. Ombi hili nataka tukaweze simama tuombe kinyume na wanadamu walio karibu nasi, kinyume nasi, ya kwamba mbinu zao za kuhakikisha vile maadui wamepanga, hao wanaharakisha hizo mbinu, tutangaza itafanikiwa. Kumbuka Biblia inasema ya kwamba wale mabwana wale wafalme watano wa Filisti, maandiko yanasema wakamwendea Delaila wakamwambia ya kwamba nenda ukapeleleze, taka kujua asili ya nguvu za Samsoni, naye kila mmoja wetu atakupa fedha 1,000. Maandiko yasema Delaila akaenda, alikuwa akitafuta nafasi, alikuwa akitafuta mbinu ajue asili ya nguvu za Samsoni, ili aende awaambie nami nimepata katika jina la Yesu Kristo. Tukaweze simama tuombe ombi hili kinyume na wanadamu walio karibu nasi, kinyume nasi, katika jina la Yesu, unaofanya kazi pamoja na maadui zetu, kwamba hawatafanikiwa hata na wao, katika jina la Yesu. Simama kwa ndugu yako, nyosha mkono wako, sema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Asubuhi ya leo ninasimama kuomba kinyume na wanadamu walio karibu nami, kinyume na mimi, katika jina la Yesu. Maandiko inasema ya kwamba shetani kamwingia Yuda aitwaye Iskariote, mmoja wale tenashara, katika jina la Yesu. Akaenda akasemezana na wakuu makuhani na waandishi jinsi watakavyomtia Yesu mikononi mwao. Maandiko yasema nao wakakubaliana, akapewa fedha katika jina la Yesu, naye akawa akitafuta nafasi ya kumkabidhi Yesu mikononi mwao. Nainuka asubuhi leo na kutangaza katika jina la Yesu, mwanadamu yeyote aliye karibu nami, kinyume nami, anayetafuta nafasi ya kunitia mikononi mwa maadui zangu, natangaza asubuhi leo ajenda yenu haitafanikiwa. Imeandikwa yamkini watakusanyikana kinyume nawe, bali si kwa shauri langu. Wanadamu wote watakaokusanyana kinyume na wewe waanguke kwa ajili yako. Nasimama na kutangaza nafasi zozote zinazotafutwa ya kunitenda kwa kile haitapatikana katika jina la Yesu. Si kwamba zimebaki nimalize mwaka huu na mwezi wa 12, natangaza nafasi hizo hazitafanikiwa, hazitapatikana. Nafasi za kuniangamiza, nafasi za kunitenda kwa kile hazitapatikana katika jina la Yesu. Ufungue kinywa chako unapotangaza nafasi hizi hazitapatikana katika jina la Yesu, hazitapatikana katika jina la Yesu, hazitapatikana nafasi hizi. Katalabarande zalabaria rira baruze libakanto eskalia baruze katalababoria. Kwa kinywa chako unapotangaza katika jina la Yesu, tangaza ya kwamba haitapatikana katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Nataka tukaweze kaa chini kwa dakika moja, tukaweze jifunza kitu hapa, alafu tutainuka kuomba katika jina la Yesu. Nataka tujifunze kinyume na roho kuhusu roho ya kutoka bure. Kumbuka, roho ya kutoka bure inalenga sana mahali ambapo uko, kile ambacho unafanya. Maana mfano kama ninafanya kazi, sipaswi kutoka bure. Kuna mapato ambayo baada ya kazi napaswa kuwa nimepata. Na mara mingi mwaka ukiisha
unapata ikifika mwezi wa 12 people are wishing for the year to end, maana wanasema mwaka mzima umekuwa bure kwangu, sijafanikiwa, sijafanya zile vitu nilikuwa nimepanga, ile miradi na mipangilio nilikuwa nao juu ya mwaka sijayafanikisha. Kwa hivyo nataka tukaweze jifunza kitu kuhusu roho ya kutoka bure, alafu tukaweze omba. Kumbuka ni ya maana sana, kwa maana today I guess ni 21st if I'm not wrong. Today is 21st. Tumebaki na 10 days tuweze kumaliza mwezi huu na kumaliza mwaka, na hiyo inajalisha sana jinsi utakavyomaliza. Wakati mwingine mara mingi tena sana mwanzo wa kitu haijalishi. Tunaonaga wale wanariadha wa mbio za nyika, mbio za masafa marefu, napata wanaanza kwa kasi, wengine wametagulia pale, na wengine pia wanaendelea na ile speed walioanza nao, lakini vigelegele na shangwe hazikuagi haswa kwa wale ambao wameanza, inakuaga kwa wale wanaomaliza. Kwa hivyo vile unamaliza yajalisha sana, na ndio ya maana sana tujifunze kuhusu roho ya kutoka bure. Alafu tuombe kinyume nayo katika jina la Yesu. Kutoka 3:21 tunasoma pale Exodus chapter 3 verse 21, tunasoma pale katika jina la Yesu. Kutoka 3 tunasoma pale katika jina la Yesu. Wacha tuanze tuanze kutoka 3:18. Exodus chapter 3 verse 18, 19, 20, tutamalizia 22. Exodus chapter 3 verse 18 through to 22. Bible inasema hivi. And they shall hearken unto thy voice, and thou shalt come, thou and the elders of Israel, unto the king of Egypt, and you shall say unto him, the Lord God of the Hebrews has met with us, and now let us go, we beseech you, 3 days journey into the wilderness, so that we may sacrifice unto the Lord our God. And verse 19, the Bible says, and I'm sure that the king of Egypt will not let you go, not by a mighty hand. And I'll stretch out my hand and smite Egypt with all my wonders, which I'll perform, which I will do in the midst thereof. And after that he'll let you go. Verse 21. And I'll give these people favor in the sight of the Egyptians. And it shall come to pass that when ye go, you shall not go empty. 22. But every woman shall borrow of her neighbor and of her sojourneth in her house jewels of silver and jewels of gold and raiment, and ye shall put them upon your sons and upon your daughters, and ye shall spoil the Egyptians. So wakaambiwa ya kwamba, mstari wa 18 kwa lugha ya Kiswahili, Bible inasema ya kwamba Mungu anaambia Musa, utawachukua wazee wa Israeli pamoja na wakuu wa Israeli, mwende katika kwa yule mfalme wa Misri, mwambie kwamba Bwana Mungu wa Waebrania amekutana na sisi, na anasema tupe safari ya siku 3 twende jangwani ili tupate kumtolea tambiko kule jangwani. Lakini Mungu anasema mstari wa 19 kwamba najua, mimi Mungu najua ya kwamba mfalme wa Misri hata wapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu. Yaani wakati mwingine hata waruhusa ninyi muende nayo, hata waruhusa muende ila kwa mkono wa nguvu ambao Mungu ataunyosha. Mstari wa 20 anasema, nami nitaunyosha mkono wangu juu ya Misri na kupiga Misri kwa ajabu zangu zote na nitakazozifanya katikati yake, naye baadaye atawapa ruhusa muende zenu katika jina la Yesu. Na kwamba atanyosha mkono wake juu ya Misri na kupiga Misri kwa ajabu zake zote, na naye baadaye huyo mfalme atawapa ruhusa. La Bible inasema and I'll give these people favor, nitawapa watu hawa kufadhiliwa machoni pa wa Misri, na itakuwa ya kwamba mtakapoenenda zenu hamtakwenda kitupu. Hamtakwenda kitupu, ya kwamba mtakapoenda kwenyu hamtakwenda, mtakapo
zenu hamtakwenda kitupu. Nitawapa kufadhiliwa, nitawapa kukubalika, nitawapa kibali katika jina la Yesu. Nataka tukaweze simama kwa miguu yetu, tuombe na verse 21, tutangaze katika jina la Yesu. Tunapomalizia mwezi huu na mwaka huu, tunatangaza hatuendi mikono mitupu, kikazi, kimaendeleo, kiafya, hatuendi mikono mitupu katika jina la Yesu. Kila mmoja fungua kinywa chako unapotangaza asubuhi leo katika jina la Yesu ya kwamba mwaka huu unapoisha, mwezi wa 12 unapokaribia kuisha, natangaza siendi mikono mitupu, kiafya siendi mikono mitupu, kimaendeleo siendi mikono mitupu. Natangaza katika jina la Yesu. And the Bible says that it shall come to pass and that when you go out of Egypt you shall not go empty. I give these people favor. Natangaza katika jina la Yesu. Tumaini tunapomalizia mwezi wa 12 na mwaka huu 2025, natangaza tuenende mikono mitupu. Unakataa kuenenda kitupu, unakataa kuenenda kitupu, unakataa mikono mitupu. Reka pala zeka talabaria rabadezele baganda. Natangaza kwa jina la Yesu hatuenende mikono mitupu. Rapa zeka talabaria ria barose limaganda abande kapala kitala zelika paria baloza. Natangaza tuenende mikono mitupu, natangaza tuenende mikono mitupu. Raka pala basaya. Verse 21, the Bible says, and I'll give these people favor. Tangaza kibali kwa maisha yako katika jina la Yesu. Open up your mouth and declare favor, a favor of God, a favor of God. It is this favor ambayo inafanya tukienda tunapomalizia mwaka hatumalizi mikono mitupu. Ni kibali ya Bwana ambayo inafanya tunapomalizia rakatalabarabazaya rekatabazekatalaba rigoseria mando iria palazekatalaba liparusketeria abarande kaparia katola eseviga baruka tela bazia eshatalabaganda. In the mighty name of Jesus, aria bakatola baria ratabaganda kapalia bazikata Nesheketeli barosa ratabaganda kapalaba rezete pedida baboria. Natangaza asubuhi leo, natangaza kibali cha Bwana, nakiri kibali asubuhi leo katika jina la Yesu Kristo. Utukuze mfalme wa ajabu na uinuliwe. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini, sema amina. Mark chapter 12 verse 1 to 3. Mark chapter 12. Marko 12 aya kidogo moja tunasoma mpaka 3 katika jina la Yesu. Mark chapter 12 verse 1 and verse 1 through to 3. Mark chapter 12. Kuna kitabu inaitwa Mark chapter 12. Bible inasema, and he began to speak unto them a parable. A certain man planted a vineyard and set a hedge about it, and they digged a place for the wine fat, and he built a tower and let it out to husbandmen, and went into a far country. And at the season he sent to the husbandmen a servant, that he might receive from the husbandmen of the fruit of the vineyards. And they caught him and they beat him and sent him away empty. Wacha tukaweze soma na Kiswahili tuelewe. Tusome na English na Kiswahili.